Mungu wetu mwenyezi, tunakushukuru na tunakuheshimu sana kwa sababu tangu tumeanza mahali hapa Baba umekuwa na sisi kwa namna ya pekee sana. Kumekuwa na shuhuda za namna ambavyo Bwana umeanza kugusa mioyo ya watu, na tunakuomba Mungu wa mbinguni uendelee kufanya kazi yako njema kwa ajili ya kila mmoja katikati yetu, katika jina la Yesu Mwokozi, amen. Okay, sasa mimi nayeyuka sasa. Sijui kama nayeyuka. Sifa yani mimi nilipanga kwanza kabisa nimshukuru Mungu Mwenyezi aliyefanya tuwepo. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye Dr. Susan umeamua kutuamsha. Umeamua kuja na kitu cha kusema, kutuponya na kutusababisha tuongeze thamani kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo natamani Mungu akubariki, natamani Mungu akutumie sana, natamani Mungu yani oh my God, kama kuna kaeneo hata kadogo kenye giza kwenye vision zako, basi ako kaeneo nako hilo giza litoke kabisa. Natamani Mungu akupe neema ya kutembea kwenye anga lililo wazi. Yani anga lilo wazi where you don't qualify, maybe people are looking for some qualifications and they can't find them, but kwa ajili ya kibali cha Mungu, Mungu akuinue kabisa. I just hear the word elevation. Elevation. It's your time for elevation, and our God is faithful. He is going to elevate you. Not only at national level, but also internationally. We love you so much and thank you so much for this occasion. Yeah. Jamani, mimi ninamshukuru Mungu kama nilivyosema. Lakini najisikia kwamba tangu tumefika hapa tumehudumiwa, tumefurahi. Lakini najisikia kwamba tuna wajibu wa kutoka hapa tukiwa vingine. Yaani kuna watu wa kusamehe. Hawa kina kaka wanaotupa majina hawa. Hawa kaka wanaotupa majina. Na umesikia kwamba watumishi wa Mungu wamegusia, yani wote wamegusia kuhusu identity, utambulisho wako. Na wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba jitambue wewe ni nani, but sometimes we don't know who we are. Maybe we want something to unlock our minds until we can be able to understand, to discover who really we are. Amen. Kwa sababu nimejifunza kitu hiki. Kuna level, at least 3 levels ambazo zinaweza zika create au empower au enforce identity ya mtu, at least 3. And these 3 are very fundamental. I can boldly say so. The first level is God Almighty. Tunafahamu kwamba tuliumbwa na Mungu regardless of our religious denomination. Tuliumbwa na Mungu. Sasa Mungu alipotuumba ndio pale ambapo Mungu anamuumba mwanadamu. So at the first place, at the first level, you are a human being. And the second level here comes your parents, wazazi wako, walezi wako. Watu ambao baada ya kuumbwa na Mungu, oh my God, mwambie jirani yako, mimi natoka mbinguni. Mwambie tena jirani yako kwamba mimi unayeniona ni idea ya Mungu. Kwa hiyo sasa, baada ya Mungu kuwa na idea ya kuwaleta watu duniani, kwa ajili ya kufanya nini? Mungu kuna vitu vingi sana ametamani afanye hapa duniani, na hawezi kushuka kama roho akafanya. Kwa hiyo sasa akatuumba sisi, wengine wanawake, wengine wanaume. Kabla haijaja elimu, kabla haijaja kabila, kabla haijaja chochote, Mungu alitaka kampani ya watu ambao wanaweza wakafanya dunia iwe anavyotaka. Kwa hiyo sasa ukaja, bahati mbaya sana, wengine oh my God, lakini bado ni sawa tu. Uliangukia kwenye mikono ya nani? Ya mama tuseme mama wa kambo. Sasa mama wa kambo alivyokutreat, nakumbuka daktari, nakumbuka zamani tukiwa watoto wadogo tuliwahi kuishi Kongwa, huku Dodoma, Kongwa. Na tulikuwa tunasoma Sunday school kwenye kanisa la RC, kulikuwa na mission pale, tunasoma, tuseme chekechea siku hizi. Okay. Kwa hiyo sasa tulikuwa kuna familia tunampitia mtoto mwenzetu. Ile picha haijawahi kunitoka. Kwa sababu tulipokuwa tukipitia ile familia, kuna mtoto mdogo alikuwa kama na miaka 2. Sasa walikuwa wanalelewa na mtoto na mama wa kambo. Yule mama siku moja tulimkuta anamuogesha huyo mtoto ambaye sio wa kwake.
alivyokuwa anamuogesha, kwanza alimchukua, kamkalisha kwenye beseni kama anaweka nguo, akamshindilia. Alafu mtoto, si unajua watoto wengine wanakataa kuoga, anavyokataa kuoga anapigwa vibao. Tulishuhudia mtoto anatokwa damu wakati, yani just tukio la kuogeshwa. Kwa hiyo inawezekana uko hapa ulilelewa na mama wa kambo aina hiyo, au shangazi au mama mdogo, ulijikuta umeanza maisha kwenye mazingira ya uchungu. Alisema dada Lilian kwamba moyo wenye uchungu ni vigumu kubarikiwa, ni vigumu kupokea vitu vizuri. Natamani neema ya Mungu ikuguse jioni hii, ukitoka uwe na uwezo wa kumsamehe mtu yote aliyekuumiza. Kama ni kwenye level ya malezi, you can just choose to forgive. Sasa kama ulilelewa katika mazingira hayo, wengine kwenye mazingira hapa duniani sio tu malezi, umekuwa ndio kama hivi, tumepata habari za kwenye ndoa, unakuta mambo hayajakaa vizuri, inakushape. Hiyo ni level ya nini? Ya identity. Kuna kitu kinafanyika hapo kinakushape ili ujione ufai, lione kwanza kichwa chake, lione macho yake, wewe kwanza nani. Nikiwa mtoto mdogo pia, kama sauti yangu unavyoisikia inakuwa kubwa, mimi nilikuwa na sauti ambayo inakwaluza, sio tu kwamba kubwa, inakwaluza. Kwa hiyo ukiongea unaongea sauti mbaya. Baba yangu mzazi aliniita Masauti. Lakini jina lingine ambalo nilipewa nikiwa mdogo ni jina la, yani ni kwa Kiswahili unaweza kusema Tahila. Baba yangu mzazi aliniita Kimali kwa Kiha, maana yake Tahila. Kwa sababu ya kudeka mtoto wa mwisho, nikawa naongea vivi, afu nimedeka. Baba akasema huyu ndio atakayekaa na sisi uzeeni, kwa sababu hakuna shule inaweza kasomesha mtu kama hili. Guess what? Kwa neema ya Mungu, pamoja hivi vyote vilikuwa ni vikwazo. Lakini sasa huyu Mungu aliye first level ya kucreate identity yetu, usisahau hiyo, ni Mungu akasema tufanye kwa sura yetu. Kwa hiyo kabla ukaangukia kwenye familia ya Kichaga au familia ya namna gani, Mungu alikufanya wewe uje uishi kama yeye hapa, uumbe, utawale, ushepu vitu unavyotaka. Kwa hiyo sasa ile identity ya kwanza inakuja inavurugwa hapa. Wachache wanapata bahati ya kuzaliwa kwenye familia ambayo mama na baba wanakuambia nenda kanisani, lakini sio wote. Nenda msikitini, sio wote. Kwa hiyo unakuwa unajiongeza tu, maisha yanaenda. Kwa hiyo sasa wakati hilo jina la Kimali lilikuwa linanisumbua. Unaitwa kabisa Tahila abe. Nilikuwa naitika. Au wakati mwingine baba akisema kitu na mama anasema si yule Tahila wako, akiwa ananilifaa mimi. Sasa nilipomaliza kidato cha 6, Mungu akanisaidia kuchaguliwa miaka hiyo. Sisi nikwambie dada Lightness, majina yetu yanatoka kwenye gazeti. Sisi siku hizi nyewe mnaona tu kwenye nani hapa. Sisi ni kwenye gazeti. Alafu sasa huko kijijini mpaka gazeti lifike, ni gazeti moja lilitembea pale mjini Kasulu, wanasema kuna dada yule tunamfahamu, yuko jina lake limo Tahila, leo jina lake limo kwenye gazeti. So you can choose kuendelea kwa Tahila au kuchomoka na jina likawa kwenye gazeti. Naweza nikanyenyekea na kusema Mungu alinichomoa katika ile yale matokeo. Sasa unajua, nikaanza kufuatilia sasa gazeti liko analo nani. Kulikuwa na studio fulani pale Kasulu, na watoto wangu hapa jamani, na watoto wangu kabisa, yani kuacha kwamba ni mimi mentee, sio ni mentili lakini Happiness Jacqueline, yani watoto. Alafu na umevaa jacket mpaka naona ntisha. Kwani hapa kuna malisasi? Huyu hapa anaitwa Recho, lakini nina dada yangu, rafiki yangu, mama mchungaji mwenzangu peke yake ambaye mimi nimeweza kumwalika akaja. Ni Dr. Leonia Mbui, mke wa Askofu Mbui. Dada yangu, rafiki yangu, nafurahi sana kwamba ulisema lazima nitakuepo. Of course dada Phoebe is my sister as well. Tunamtumikia Mungu pamoja. Kwa hiyo sasa unaona ni pastor wangu huyo. Pastor Phoebe. Pastor Phoebe mtu kam. Yaani kuna watu ambao wanatembea mbingu yuko hapa karibu, wengine mpaka tutafute. Umeona Yaani mbingu natafuta walisema ni wapi? Very simple. Yes. Kwa hiyo ngoja niende chapo afu nitakwambia kitu fulani hapo. Sasa wazazi wangu wakasema hapana, kwa sababu anaenda sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Unajua sio nakuwa naenda Dodoma, ilikuwa bado haijaanza. Baba na mama wakasema, wakanifanyia hafla ndogo tu pale sebleni. Siku hiyo ndo baba alikiri na akatubu mbele yangu. Akasema, naomba unisamee mwanangu, kati ya watoto ambao nilikuwa sitegemei ni wewe, lakini wewe ndio unaenda chuo kikuu kwa mara ya kwanza kwenye watoto wangu.
Kwa nienda chuo kikuu pale nikasoma sociology nikamaliza. Sasa guess what? Nikaajiriwa nikiwa ndio kwanza nikaolewa. Mimi mwenzako niliwahi kuolewa. Mwaka wa pili tu nikaolewa. Mama yangu, sio nilikuwa nakimbilia nini? Na kama kuna mtu nimesikia na wewe uliolewa ukiwa wewe ulienda. Ni wewe? Ni nani? Ni huyu naye alikuwa naye muahidi kama mimi, mama wachungaji. Sasa unajua mimi sijui ni kitu gani. Unajua mambo ya kuchumbiwa wakati mwingine haraka. Okay, ngoja nikupe ka story kadogo. Kwenye hiyo nini? Ile ya kijijini. Mara vikaka, vimekuja vikaka hivi, havina shida, ni vitoto vyetu. Sasa unaenda kumwambia mama, unajua eti na yule kaka naye ananichumbia. Na yule kaka naye. Sasa unajua sisi tulikuwa si wajanja kama nyie. Unaenda kulopoka kila kitu kwa mama yako. Mama akaniambia, "Mwanangu, ukiwa hauna mkosi, unachumbiwa ndo vizuri." Kwa hiyo mimi mama yangu alitengeneza urafiki hadi vikaratasi naweza nikamuonyesha. Vya wakaka, hamna simu, hamna message. Kwa hiyo mama ananiambia, "Wewe achana naye hivi mama." You understand eh? Kwa hiyo sasa baba akatubu, nikaendelea, nikaolewa nikiwa mwaka wa pili. Baada ya kuolewa, nikapata kazi, nikiwa tu nimemaliza chuo. Nachotaka kukuambia hapo sio about my CV. Kuna kitu nataka ukipate pia. Nikiwa kazini, si unaona tuko tunashepiwa hapa, tuko kwenye ile level, unashepiwa, lakini level ya pili na ya tatu vinashikamana. Sema aha. Kwa sababu level ya tatu ni wewe mwenyewe. Yaani ile level ya pili sasa ya wazazi, ndugu, jamaa, mume ambao una interact nao, friends in one way or another, wewe sasa unaweza kaamua kuchomoka. Usisikilize maneno yao. Utaweza wewe. Wakaka wengine wakwambia nani akuoe, kwanza wewe nani. Vyote hivi unachomoka, unaachana navyo. Kwa hiyo katika hiyo kuchomoka nikaenda tena kusoma masters nikiwa kazini na nikiwa nimeolewa. Ni kwa nini hapo? Kitu cha pili kutoka kujitambua ni uwezo, kujenga uwezo wako. Kujijengea uwezo hakuna mwisho. Unajua kuna watu wengine kishaolewa amemaliza, kishamaliza degree amemaliza, lakini ukituona hivi tumejiendeleza na vitu mbalimbali. Nyie mliokuja tunawapongeza na tunawashukuru kwa sababu hii pia ni kujiendeleza. Kitu kingine ni thamani yako, kwa sababu natakiwa nikimbie na malize hicho cha tatu. Thamani inaenda sana kwenye identity. Kuna vitu hapa ambavyo vinaweza vikakusababisha ujione huna thamani. Kwenye kujenga uwezo kuna vitu vinaweza vikasababisha ujione huwezi. Kwenye issue ya thamani pia kuna namna unaweza kujiona huna thamani. Natamani nikuambie kwamba wewe una thamani. Na thamani yako ni kubwa sana. Haiwezi kuandikika. Yaani mtu akakudescribe akasema wewe hivi, no. Thamani yako ni zaidi ya pale. Lakini ili thamani yako iwe na muhimu zaidi, is not about how you appear. Unajua kwa nini? Watu wanasema kuhusu sisi ni nani na thamani zetu kwa kutuona. Yaani sana kuona mfupi, mweusi, mrefu, mweupe, sijui mnene, ndio hivyo wanavyoangalia. Lakini wewe thamani yako iko ndani. Kuna mtu ambaye yuko ndani, nafsi yako na moyo wako ambavyo vionekana, ambavyo pia Lili amevigusia. Vile ndio thamani yako iliko. Wewe mwenyewe unavyoamua ku give up, wewe mwenyewe unavyoamua kujiamini, unavyoamua kusema leo nabadilika. Mimi siko cheap. Natamani tutoke na hilo. Kwa wale ambao uko single bado hujaolewa na una dream kuolewa, please achana yale maneno ambayo wanasema hivi na hivi. Umri wako umeenda? No, sio kweli. Umeenda mpaka wapi? Umeenda mpaka wapi? Kwa sababu haujawahi kwenda. Yani kwa nini umechelewa kuolewa? Ni kwa sababu kuna hiyo story ulikuwa unaandika. Na kuna watu wataisoma na wataifurahia na watamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Ushauri mwingine wa mwisho hapa ni kwamba kabla hujaolewa unaweza kununua gari lako. Kabla hujaolewa unaweza kununua kiwanja. Kabla hujaolewa unaweza kujenga nyumba. Kabla hujaolewa unaweza kuwa na ministry kubwa. Kwa sababu watu wengine unasubiri ujijue thamani mpaka mtu akwambie I love you. Na I love you nyingi ni za uongo. Yaani kuna I love you za kweli, lakini zingine ni za yeye akwambia you are so beautiful. Ni kweli mwanaume anaweza silale kwa kukuwaza, lakini sio wote wanaosema hawalali kwa ajili yako wanasema ukweli. Lakini thamani unaijua wewe. Na thamani nyingine ambayo unatakiwa ibaki kama alama ni kwa sababu ya alama ulioacha kwenye maisha ya watu wengine. Ni sahihi kufanya vitu vizuri vya kwako, lakini kesho utakumbukwa kwa matatizo uliosababisha na kwa solutions ulizosababisha. Ukitoka hapa leo, anza kupanga what can I solve. Kuna mama kijijini, kuna bibi kijijini, kuna shangazi kijijini, kuna watoto yatima kwako. Kwa neema ya Mungu namaliza. Kwa neema ya Mungu pochi zisije zikaisha. Kesho ni sadaka.
Kwa neema ya Mungu nina mfuko unaoitwa Acheke Fund. Sijautangaza sana, naufanya kwenye level ya kanisa. Acheke Fund ni kwamba you can make or cause someone to be happy. Unaweza kuleta tumaini tena kwa mtu aliyekata tamaa. Wengine ni watoto ambao hawana ada, ni wengi sana. Baada ya kusema hayo, naomba tu useme, Mungu Baba, nakushukuru kwa sababu umeniumba kwa kusudi. Na kusudi hili nitalitembea mwaka huu. Utaniondolea vikwazo, utaniondolea kuchoka, utaniondolea kujikataa. Asante kwa sababu utanisaidia na kicheko kitakuwa kikubwa zaidi ya kilio. Amen. Asante, nawapenda sana. Ni mama mchungaji kanisa la VCC, tunachunga na mume wangu Baraka Kihoza. Tuko Image, ukiwa unaenda St. John's University. Namba yangu ni 0754 773 Maombezi tunafanya, miujiza ya watoto kuzaliwa tunafanya, na vitu watu kuolewa tunafanya. Yaani kuolewa ndio rahisi. Yaani wale wakaka reka tarehe zieleweki, yaani hiyo tunapangua tu. Rahisi kwa neema ya Mungu.